Man, young and stupid na kama kaa. So leo nipo na story ya mshikaji wangu mmoja anaitwa Mbalazi. Huyu jamaa bana ni dereva wa malori. Haya malori makubwa. Ruti yake ni Dar to Tunduma. So miongoni mwa washikaji ambaye wamekumbwa na ile sakata la kuguswa bega then unaondoka na sehemu zako za siri, yani vidudu. So sad. So hizi wiki mbili mshikaji wetu alikuwa ana ruti ya kutoka Dar to Tunduma. Na amepiga sana hizi ruti. So majuzi kati mshikaji alikuwa anatoka Dar anaelekea Tunduma, na safari kama jinsi unavyojua Dar to Tunduma ni mbali kinoma. So mshikaji akawa ametoka ameelekea Tunduma. Alipofika kule huwa anapaki gari lake na anaenda kulala lodge. So akapaki gari akaenda zake lodge akatulia. Then ilipofika jioni akaingia mjini kwa ajili ya kunyosha miguu pamoja na kupata msosi. Baada muda akawa amerudi pale lodge kwa ajili ya kuweza kulala. Asubuhi mshikaji akawa ameamka na kwenda kwenye gari lake. Kuna wale kuli ambao huwa wanashusha mizigo. So mshikaji akawa anashusha mizigo pale huku jamaa anawafanyia surveillance, anawakagua. So baada ya muda kuna mshikaji akawa amekuja, anasadikika dereva, lakini yeye sio dereva kutoka Dar to Tunduma, yeye ni dereva wa Kongo to Tunduma. So akawa afika pale akawa anasalimiana na mshikaji wetu. Baada ya muda kusalimiana na mazungumzo hapa na pale, mshikaji akawa amemwaga anaondoka, na bahati mbaya akawa amemshika bega. Hapo ndo kimbembe kilipoanzia. Baada ya mshikaji wetu kushikwa bega, akahisi hali tofauti kabisa kwenye mwili wake, msisimko fulani hivi kama vinyoleo vimesimama. Mshikaji akasema hii kitu gani, na kujikagua vizuri akajikuta kwamba sehemu zake za siri zipo, yani vimbaki vidogo kama vya mtoto. Mshikaji akashtuka akawa amemfuata yule jamaa, kwa nini umenigusa na vitu vyangu vimeondoka? Nirudishie vitu vyangu. Zilipigwa sana pale, watu wakawa wamekuja kuamua. Baada ya muda raia wakawa wamewaacha wenyewe wamalizane. So mshikaji akamvuta pembeni, wakawa wamezungumza, bwana hichi ni kitu gani bwana wanifanyia hivyo na nini, nirudishie sehemu zangu za siri. Lakini mshikaji akawa anabisha na kusema kwamba yeye hahusiki kwa lolote, alimgusa tu akawa ameondoka, lakini hahusiki kwa namna yoyote ile. So mshikaji akawa amembembeleza sana, nirudishie mali, lakini mshikaji aliendelea na ule msimamo wake kwamba hajamchukulia mali zake. Na mwisho wa siku mshikaji akaona alegeze kamba, akamwambia ukweli kwamba bana, sisi tumeagizwa sehemu, tunapewa dawa, tukikugusa sehemu zako za siri zinaondoka kabisa, zinabaki ndogo kama za mtoto. So kuna uwezekano wa kurudisha, lakini hatutarudisha asilimia zote kama jinsi ilivyokuwa mwanzo. Inaweza ikawa ndogo au inaweza ikawa kubwa zaidi ya jinsi ilivyokuwa mwanzo. So mshikaji akamwambia nirudishie tu mimi itakavyokuwa fresh tu. Hiyo mshikaji akaamua pale afanye mayanga yake, na mwisho wa siku akawa amemrudishia, lakini kilikuwa ni kidogo sana tofauti na jinsi kilivyokuwa mwanzo kama mshikaji wetu alivyokuwa anasema Mbalazi. So jamaa akaanza kulalamika, nataka jinsi ilivyokuwa, mimi huwezi kuniachia kadogo hivi, nataka ilivyokuwa kubwa hivi vile. So sad. So mshikaji wetu akawa ameachana na yule jamaa, lakini yule jamaa alipigwa sana na raia wa kawaida kwamba hii michezo ambayo wanaifanya sio mizuri, walimshambulia sana. Baada ya muda polisi wakawa wamekuja wakamchukua mshikaji, wakawa wameondoka naye. So jamaa yetu Mbalazi akawa haelewi ni nini afanye, mawazo